Mungu anataka uwaonyeshe kwenye hii dunia kwamba wewe ni hodari katika Bwana. Kwenye hiyo ofisi wewe ni hodari katika Bwana. Kwenye hiyo business wewe ni hodari katika Bwana. Una neno gani ambalo linakufanya usurvive kwenye ofisi yako? Linakufanya usurvive kwenye ndoa yako? Linakufanya usurvive kwenye business yako? Ni neno gani? Hilo neno ndio linaloweza kukufanya wewe ukasustain kwenye business, ambayo ndio nuru inayoletwa pale. Lakini ukipigwa tu na kitu kidogo wewe umeshadedi. Nini? Huna neno. You have to. Neno lipo la kwako, ila hujalitafuta ili uanze kutembea nalo. Specifically your purpose, kusudi lako linalo neno. Hicho ni kitu ambacho unatakiwa utembee nako. Nini? Huyu ndio Yesu niliyembeba. Unaona Paulo anatembea, ana power, anatembea na jinadi kweli kweli, anajiona kama mbabe, lakini ni kwa sababu ya ile neno ambalo alipewa na Mungu. Kama wewe kuna kazi yangu ambayo nataka, sijakuita huko, nimekuita huko nitumikie mwanzo mpaka mwisho. Vita kailinda, imani kailinda, vita kamaliza vizuri kabisa. Kwa sababu gani? Kuna neno lililomfikisha mwisho. Kuna neno lililomlindia hiyo vita imani. Kuna neno lililomsogeza, anapita kwenye mikiki, kwenye matatizo mazito, anapita kwenye mambo mazito, lakini kuna neno ambalo linampushi katikati ya maji, katikati ya moto, katikati ya mikuki na mishale inayorushwa kwenye maisha yake. Lakini kuna neno ambalo linapangua ile mishale, linapangua ile mikuki, linapangua, yani anapita mpaka kwenye maji. Unafikiri Mungu Yesu anapomwambia pale Petro, pita hapa, Petro alishuka tu. Petro aliogopa tu, lakini Petro alikuwa anapita pale. Lile neno ambalo Yesu alikuwa amemwambia pita, lile lilikuwa ni neno ambalo linamvusha Petro. Na mpo watu wengi hapa mmeshatamkiwa maneno na Mungu kwenye maisha yenu, lakini hayo maneno mmeshaweka kwenye vikapu. Mko hapa mnasikiliza maneno ya watu.